30/6/2026. Sababu za halmashauri kuu kufikia uamuzi huo kuwa muwazi. Sababu ni kwamba kutokuwa muwazi kwenye masuala ya chama, kuendesha chama kama mali yake binafsi, ili kubadili maamuzi ya vikao vya halali vya chama na kuweka matakwa yake binafsi na kuyafanya ndiyo msimamo wa chama. Jipa jukumu la kuwa msemaji wa chama kinyume na katiba ya chama, maadili na uongozi, na kuingilia majukumu ya mwenyekiti bila ridhaa ya mwenyekiti. Tolewa leo tarehe 1/7/2026 makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam. Rungwe Sekunda, Chama Taifa cha Umma. Waheshimiwa waandishi wa habari, baada ya tamko la halmashauri kuu ambalo amelitoa mwenyekiti wa chama taifa, kama kuna waandishi na maswali, karibuni kwa ajili ya maswali, na kwa sababu hapa mbele kuna viongozi wakuu, maswali yawezekana yakajibiwa na kiongozi yoyote katika dhana ya ushirikishwaji. Karibuni. Endelezo wa kuendelea safi bado inaendelea kuathiri shaka. Karibu. Kwanza baada ya kama kuna mtu anakaidi, huyu anayetakiwa kukaa kwenye nafasi, yaani anakaidi kwa nafasi. Jambo la pili, kuna mjadala mtandaoni umma anavyofanya kweli watuhuma tosha kwenye hiyo nafasi, au je, umeshapata inatosha yeye kumuondoa kwenye hiyo nafasi? Langu la mwisho ni kuhusiana na mashabiki ya mjadala ambao unaendelea. Tuweke wazi hayo mashabiki ambayo yanadaiwa hayatambuliwa. Kinya maana yake hakuna. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, naomba kwa niaba ya asante.
Taja wewe mwenyewe. Ndio mimi nasema nitaje haya. Kuna swali lile la ni nani ambaye tumempa nafasi ya kuwa baada ya kutengua na kukaimisha. Kaimisha ndugu Kigaila, Benson Kigaila ambaye alikuwa ni naibu katibu mkuu chama bara. Sasa hapo ambapo mwingine wa chama ili kuchagua viongozi. Lingine sasa, lingine ambalo lilikuwa la kwanza kwamba ofisi ya katibu mkuu sio mtu mmoja, ni watu wengine ni ya nani ambao wanaungana na katibu mkuu. Ofisi ya katibu mkuu kwa kweli ni kama unavyosema, ina watu. Kwa sasa hivi kwanza tunaondoa kile, hao watu wengine tunaendelea kufuatilia. Tutapata taarifa nzuri tena, tutawajulisha huyu na huyu na huyu na huyu. Kawaida ile hata polisi wanaangalia na mtu mmoja huwezi kuruni wote mara moja. Lingine kwamba unahakikishaje sasa usafi wa chama baada ya hapo? Usafi wa chama kama hiki nataka transparency, wazi mensore wazi kaji wetu. Kama mimi ndio mwenyekiti, kuna kitu cha kuficha hapa kwenye chama. Basi wote waulize mzee, vipi kitu kibaya? Haya mambo unafanya si mambo yako nyumbani kwako. Watu waliobaki waliopo vishaelezana na wao wanafahamu. Kama hawa walikuwa wapate taarifa vizuri kwa katibu mkuu, inakuwa sasa hakuna kinachoeleweka. Kwa hiyo hawa wananchi watafuata kama unavyo. Kuna swali mwingine anasema kwamba tuhuma, huyu mwananchi anasema tuhuma ni za mamilioni ya fedha. Sasa je, hatua ni kumfukuza tu au kuna hatua zaidi zinachukuliwa? Hayo ni mambo ya mitandaoni sasa, wala sio yanayotoka kwetu, sio sababu za kwetu. Hizo ni sababu za kwake ambazo zinatoka mtandaoni. Kwanza sisi kwanza wale za dhibiti hili jambo, mambo yatakayofuata tulitangaza tuambia hapa chama kiwe wazi. Chama kimeamua hivi, utangaze hivyo. Kama wewe ndio umepewa mamlaka ya kutangaza, unatangaza vile unaamua, sio unakwenda huko unabadilisha. Hiyo sio sawa, unafanya watu wote wanakuwa wanyonge. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba wananchi tayari kusaidia chama eleza yale wazi kabisa bila kuficha. Kama yeye sio msemaji, atakwambia huyu bana anaenda kwa fulani. Hawezi kuwa kila mtu anaropoka. Tunasharibu, tunasema hiyo ni awali, mimi jana na leo
utafiti ili tutakuiteni hapa, jamani, ni hivi fanya hivi, tunafanya hivi. Hatuwezi kwa kila kitu kuelewa hivi. Kwanza tunataka chama kipate kwenye mstari wake, fanye kazi. Tumeondoa yeye, tumeweka katibu mkuu mwingine ili kazi iendelee ya chama bila wasiwasi wowote. Kazi ya chama itaendelea, mkuu wa chama itaendelea. Maswali yamekwisha na yamejibiwa. Sasa kwa sababu mwenyekiti ameshawatangazia kaimu katibu mkuu ambaye ni naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa Benson Singo Kigaila, Mheshimiwa kaimu katibu mkuu, ni muda wako sasa wa kuweza kuzungumza na waandishi wa habari, kwa sababu vikao vya halmashauri kuu na vikao vya kamati kuu havikuwa tu kwa sababu ya kujadili watu, vilikuwa kwa ajili ya mipango, na hayo mengine yalikuwa ni ya ziada. Wanachama, wadau, wapenzi wa chama hichi ambao wamekuwa wakituunga mkono kwa muda mrefu wanataka kusikia tunatokaje hapa tulipo na tunaendaje mbele. Asante sana Mheshimiwa wanahabari, mimi niwashukuru sana na niwakaribishe hapa makao makuu ya Chauma. Labda bado unaweka vyombo vyako sawa. Mheshimiwa wanahabari, mimi niwashukuru sana kwa kuja, kama ambavyo siku zote mmekuwa mkifanya, tukiwaita mnaitika, na naamini hizo taarifa zitawafika Watanzania sawa sawa. Sasa tulikuwa na kamati kuu juzi na hatimaye halmashauri kuu jana. Ziliitwa sio kwa sababu ya kujadili watu kama ambavyo amesema MC hapa. Kamati kuu na halmashauri kuu ziliitwa na ajenda zake. Ilikuwa ni kikao cha kawaida cha kikatiba kwa ajili ya ajenda zingine. Ajenda kubwa ilikuwa ni kuteua bodi ya wadhamini ya chama. Tulifanikiwa kuteua bodi ya wadhamini, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikiwepo. Baada ya hapo, ajenda nyingine ilikuwa ni ajenda ya kupitia mpango kazi wa chama wa mwaka 2026 na bajeti yake. Ni kazi kwa mujibu wa katiba, ni kazi ya halmashauri kuu kufanya hiyo kazi. Kwa ikafanyika hiyo kazi. Kitu kingine ilikuwa ni kupitisha mchakato wa maboresho ya katiba ya chama ambayo tuliazimia kwenye mkutano mkuu wa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka jana kwamba tukimaliza uchaguzi mkuu lazima tuifanyie maboresho katiba yetu vizuri, katiba ya chama hii hapa ambayo tunayo. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni sehemu ya ajenda ambazo zilikuwa zimeita halmashauri kuu ya jana, lakini ikatokea shida. Na huu niweke vizuri, huu sio mgogoro, ni tofauti na ambavyo unaweza kufikiria. Hakukuwa na mgogoro ndani ya chama na hakuna mgogoro ndani ya chama. Kilichotokea, lilitokea tatizo, likatolewa taarifa kwenye kamati kuu kwamba hapa kuna tatizo. Kwa kamati kuu ilijadili tatizo, na tatizo lilikuwa linamhusu mtu mmoja. Maana hapa umeuliza kwamba sasa ofisi ya katibu mkuu ni kubwa na watu ni wengi, ni akina nani wanafuatana naye? Tuhuma hizi zilikuwa zinamhusu mtu personally, sio ofisi, ni mtu binafsi, na ndio maana zimejadiliwa. Amepewa nafasi ya kujieleza kwenye kamati kuu na yeye mwenyewe akakiri hizo tuhuma na akaomba kwenye kikao cha kamati kuu kwa kimekaa hapa, akaomba kujihuzuru.